Daddy. Pumbavu. Vango zako toka chumbani kwangu haraka. Toka! Sitaki kuona mjinga wewe. Kumbe kitu daddy. Kila mkulima anakula mazao aliyopanda katika shamba lake. Lakini nashangaa mkulima wewe unakataa kula mazao ambayo umevuna kwenye shamba lako mwenyewe. Chumba cha baba Kato, unafuata nini? Wewe kabisa amekosa nini? Shikamoo baba. Uliniambia unakuja kupumzika hapa siku 2 siku 3. Naona mawiki yanakatika. Nataka nijue una shida gani. Kama kuna tatizo lolote uniambie mimi nijue napambana nalo vipi. Kwani baba, kuna kosa lolote mimi kuendelea kubaki hapa nyumbani kwetu? Au mimi sitaki kuishi hapa nyumbani? Wewe sasa hivi ni mke wa mtu. Uko mikononi kwa mtu. Hata kama unakuja hapa kwa ruksa ya mtu, ushatoka mikononi mwangu. Sasa jiandae uondoke kwako. Kama kuna tatizo lolote uniambie nijue nalikabiliana nalo vipi. Lakini bila hivyo sasa hivi jiandae ufunge kila kitu urudi nyumbani kwako. Machozi ya katoto yanawaliza wengi kwenye misuko ya kishenzi. Katoto pole sana, katoto usilie bana. Katoto pole sana, katoto usilie bana. Unavolia machozi yanaanguka chini. Hivyo unatambua vizuri mimi ni nani kwako? Ndio natambua. Ni dadi yangu. Sasa kama unatambua mimi ni baba yako, kwa nini umekuwa kuonyesha tabia mbaya mbele ya macho yangu? Mimi ni baba yako. Kwa maana hiyo mimi ni mzazi wako. Kwa nini kila siku unafanya ujinga mbele yangu? Wewe sio binti mdogo sasa hivi. Umeshakuwa mkubwa na akili timamu. Unajua baya na zuri. Sasa nahitaji uishi kwenye wema na ubaya usikaribie. Nakupa onyo. Leo ni mwanzo na mwisho kuendelea na tabia zako. Na endapo utakaidi kinachokizungumza, utamfuata mama yako alipo. Sitoko na mjadala. Mjinga. Baba, mimi siwezi kurudi tena kwa yule mwanaume. Na wala siwezi tena kuishi naye. Ni bora nibaki hapa nyumbani kuliko kurudi tena kwa yule mwanaume. Kama talaka yangu aniletee hapa nyumbani, nitaipokea. Binti yangu Maya. Maya mwanangu. Mbona mzee wako unanifunga namna hii? Unavo hapa hutaki kurudi kwa mume wako? Yule mume wako, kumbuka mmefanya harusi kubwa sana. Na mmeishi katika kipindi kigumu, kizito. Mmepata mtoto kashakuwa mkubwa, binti mkubwa. Sasa leo unaposema urudi kwa mume wako, kweli? Mimi hili sikubaliana nalo. Ninachosema kama mimi baba yako, mimi kama mzee wako, sijaona baya la mume wako, naomba urudi nyumbani kwa mume wako. Baba, ni heri nife, lakini sio kurudi kwa yule mwanaume. Watoto wa siku hizi wa 2000 wana shida gani hawa?
Babako yupo? Ngoja nikamwangalia. Tena ukome kufuatilia wanaume za watu. Haukuwa ugomvi mkubwa baba, yalikuwa ni ugomvi wa kawaida kabisa ambao kila siku unatokea kwenye ndoa nyingi. Mimi nadhani unajua ugomvi wa mke na mume unavyokuwa siku zote. Unakwenda unamaliza na maisha mengine yanaendelea. Ila nashangaa tu mwenzangu aliamua kuondoka, na mimi nikajua alipoondoka labda anaondoka tu baada ya siku mbili atarudi. Lakini imekuwa kimya mpaka hivi leo. Sasa mimi kama mwanaume, na kwa sababu nampenda sana mke wangu, ikanilazimu nije kumfuata mke wangu baba. Siwezi kuishi mwenyewe. Kama unavyojua na mtoto pale nyumbani. Nataka nimfuate mke wangu tuendelee na maisha. Sebo, kijana wangu, mke wako ameongea maneno machungu sana. Yaani ameongea maneno makali mno. Nikiwa kama mimi ni mzazi wake, nimejisikia uchungu mno. Sasa nilikuwa nakuombeni nyinyi kama wanandoa, mkae chini we na mke wako, mupate kuyamaliza haya matatizo. Kumbukeni nyinyi mna familia. Malaika wema hawawezi kuingia ndani ya nyumba yenu kama kuna matatizo. Wewe mwanaume, hawa wanawake wameumbwa sisi wanaume tuwaongoze. Kwa hiyo kubali kujishusha, kijana wangu, muongoze ili matatizo yamalize. Haya sio matatizo, haya ni mapishano. Kwa hekima zako unavyokuona na busara zako, na imani kama hili litaisha. Hapana baba, sisi wenyewe hatuwezi. Bila hekima na busara zako hatuwezi kulimaliza hili. Hatuwezi kumaliza ugomvi wetu. Mimi nimekuja hapa nyumbani nikiamini wewe upo, unaweza kutusaidia sisi kuwa sawa. Kwa tafadhali baba, usituache wenyewe. Naomba tusaidie ili mke wangu aweze kurudi nyumbani. Maya, Maya, Maya binti yangu. Siz, mbona umechafuka hivi? Ama umeingia kwa maji chafu? Shida ni? Mtoka kwa Sebo. So amekupiga ama amekufanyia nini? Yaani ni bora hata angenipiga. Nimeenda kwa Sebo. Nimefika pale kwake, nimekutana na mtoto wake yule katoto. Nikamuuliza, babako yupo? Ananiambia ndio yupo. Nenda kamuite. Kaingia ndani, ile anarudi na maji machafu. Ndio unavyoona hivi. Kani mwagieni hapa unavyoona niko tepe tepe mpaka ndani. Kamaliza. Kanibabizia gete. Yaani nimemwangalia tu. Lakini dawa yake inachemka. Sasa mbona anaonea mzee wake wivu wakati mamake hayuko? Ama ni mamake ndo amempanga? Sasa ndo naanza kupata idea. Inawezekana. Yaani inawezekana kabisa kwamba yaani huyu mwanamke hashindi kumpigia simu mwanae afanye alichokifanya.
We Katoto. Katoto. Najiuliza Katoto anataka nini? Chumba cha baba Kato unafuata nini? Kwa nini umekuja kuoga chumbani kwangu? Dad, maji alikuwa yatoki pole. Na tena nilikuwa nasikia joto sana, ndio maana nikamoja kuoga huko. Sasa maji yanatike nje kuoga chumbani kwangu? Kwani bomba sile ile? Niko na hisi joto sana daddy. Mtoto mpumbavu kabisa wewe. Sasa sikiliza nikwambie. Leo iwe mwanzo na mwisho kuja kuoga chumbani kwangu. Hebu kusanya takataka zako zote zitoka nje. Okota takataka hizo. Una adabu wewe. Sikizo ni kwa mgumu sana kunielewa. Kulala. Sijui shida nini. Kwani hujui shida ni nini? Ya. Ningekuwa najua singekuuliza Clara. Okay. So first of all I need money. Gas imeisha. Stima imeisha. And then I need 40 Gs ya kutengeneza nywele. Kwa sasa sina kitu. Ila kuna mchongo nausikilizia baadaye. Ukimachwa nitakufanyia chochote baby, kama zamani tu. Then I guess ushajua jibu. Bye. Dada, mbona umezubaa? Mzigo wako hapa. Samani. Ayo matango nauza bei gani? Matango haya madogo shilingi 700, haya makubwa shilingi 1000. Basi naomba la 1000 lakini make sure anipa kubwa kubwa. Katoto kale, katoto kana mamlaka. Katoto yule, familia inahuzunika sana. Liza na Lia na Kevo na Che. Jumla shilingi ngapi? Hapo inakuwa shilingi 5300. Basi shika hii hapa, alafu nyingine nitakuja nikuletee baadaye. Okay, sawa, haina shida. Hebu tena. Katoto kale, katoto kana mamlaka. Katoto yule, familia inahuzunika sana. Liza na Lia na Kevo na Cheka. Wewe, nimesikiza story zako venye unaongelea sistangu. Kwa unataka nikusaidiaje? Au unataka nikufanye kama nilichomfanya sistako? Let me tell you. Mzee wako ashapenda sistangu na kuna kitu utafanya. Ameamua kumspoil. So kama wewe unaona anafaidi kuliko your mom, chukua kamba ujinyonge. Na siku moja sistangu atolewa kwenu, itabidi umuite mama. Hebu nitolee ujinga wako hapa. Tena nenda kawaambia alokutuma. Mwambie hii dunia ni ndogo sana. Na hii vita haimhusu mama yangu. Inanihusu mimi na yeye, kamwambie. Sasa sikiza. Hii vita si ya mamako na sistangu, wala si yako na sistangu. Hii vita ni yako na mimi, na nimeianzisha leo. Wewe katoto Melissa amekosa nini? Bona Rivana na Clara hawapatani. Katoto haka, katoto kale, katoto kana mamlaka.